viongozi wa kanisa, waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mheshimiwa wetu Jane Kihara, wale wote ambao wameweza kufika, God is good and all the time. Geria isiara na mwadhani agosho rege. Asante sana Reverend Monyu and your wife. Nichukue nafasi hii kwa niaba wale viongozi tumekuja na hao, nikuambie pongezi kwa kuwa umetawazwa kama overseer wa hapa Naivasha. The Redeemed Gospel Church ni kanisa ambaye tunaheshimu sana, na pia nataka Bishop nikuambie umetuhubiria vizuri sana na tumesikia, and your sermon was spot on. Hata tukijaribu kuichambua tutaharibu. Umesema yale yote ambayo inatakikana, na hasa umemwambia huyu General Matenjagwa akuwe Samson. Lakini nimemwambia achunge asiangukie zile matatizo ilipata Samson hapo mbele. Sisi tunatambua kanisa la Kristo na kazi nzuri mnafanya. Na sisi Bishop and all the anointed men and women of God, hatuna yale tunaweza kusema kuambia nyinyi asanti kwa ile kazi ambayo mnafanya ya kutuombea, kutupatia hope for a better tomorrow. Tukifiwa mnakuja mnatufariji, tukipata magonjwa mnatuombea, wale wako na matatizo mnawasikiza. Mungu ndiye atalipa nyinyi, sisi hatuna malipo tunaweza pea nyinyi. And we want to ask the Church of Christ to continue being the conscience of the nation. Pahali mumeona haiendi vizuri, kama kanisa lazima muambie waumini, kwa sababu mambo mengi meharibika Kenya. Upinzani umenunuliwa, wabunge wetu wale wengi wamepewa pesa wamenyamaza, hakuna mtu ya kutetea hao washirika. Sasa tunategemea kanisa la Kristo to stand up for the people of Kenya and speak out for them, because tusipofanya hivyo tutakuwa na matatizo. Hapa Naivasha mnajua tuko na shida kubwa sana ya hii pombe ya haramu ya kuua vijana. Si iko namna hiyo? Na mnajua mimi nikiwa pale ofisini nilikuwa nimefanya kazi mingi sana tukiwa na mke wangu, tukamalizana na hii pombe yote haramu ya kuua watoto. Vijana wetu wakaanza kurudi kwa manyumbani, watoto wakaanza kuzaliwa, wamama wakafurahi, kila mtu alikuwa na furaha. Si ilikuwa namna hiyo? Siku rais alisema anifukuze, akisema mimi ni mkabila. Sasa hiyo pombe imerudi. Sasa watoto wetu vijana wanalala kwa mitaro. Sasa watoto sijui tutatoa wapi. Sasa ni aibu kubwa sana. So kanisa mtu atusaidia kusema hiyo maneno, kwa sababu hiyo kazi ya kupigana na pombe tulikuwa tumefaulu. Na boma zilikuwa zimeanza kusimama. Lakini wale ambaye hawatatakii mema hasa eneo hili wakasema hiyo pombe iendelee kuuzwa, askari wasishughulike. Machifu wetu ni watu wazuri sana, hata hao wananungunika wakiwa wamejificha, kwa sababu siku tulimaliza hii pombe hata uhalifu ulikuwa umepungua, wakaambiwa wachane naye. So even our chiefs, I want to thank you for the good job you did, and we are sorry that mulikatazwa kuendelea na hiyo kazi, na sisi hatuna nguvu. Sasa tunaomba tu Mungu atusaidie, lakini siku itafika. Mutire buleta kagate na mwekwe ugaga ria gutumanete muno gukirie gwekate omugikuyu cia kauga ndagacokia haraka kiriate omugikuyu cia kauga atahikana ria gaki kainywe ni muri agadwa Naivasha. Kwa hivyo mimi niseme tufanyie wananchi kazi na tuache uongo, kwa sababu ile shida imeharibu hii serikali ya William Ruto. Ni mambo ya nini? Ni waongo, si waongo? Hiyo ndio ukweli, na ndio mimi tulishindwa kukaa na yeye, sababu kila siku ni kudanganya watu na kutenga na kuahidi, si ndio? Si hata saa hii anajiandaa kutembea huko, anakuja kusema ukweli ama uongo? Si mnajua?
Lakini tumesema msijali. Pesa imepangwa na magunia. Mjitayarishe. Mkule. Lakini msipeleke hiyo nyumbani, pesa nyumbani imelaaniwa. Mkule pale kwa market peke yake, si ndio? Na msichanganye na ile yenu ya zamani. Na msipeleke mtoto shule ama kununua ng'ombe ama mbuzi. Hiyo kama uko na deni ya Shiloh kulipe na hiyo pesa. Sivyo mmepanga mambo ya uongo? Na imepangwa uongo mingi sana. Sasa watu wanapewa pesa kuja kusikiza uongo. Na tumesema basi kama ni kusikiza uongo ulipishe bei kali. Kwa sababu uongo ni kitu baya. Sasa usipewe 200 kusikiza uongo, utakuwa ni mjinga. Kusikiza uongo ni kutoka 3,000 kwenda mbele. Tumekubaliana? 1000 ngapi? 5. Na akina mama kupiga ngemi kwa mtu ya uongo ni shilingi 10,000. Si ndio? Kupiga makofi ni pesa ngapi? 1000 ngapi? 2,000 kupiga makofi. Na kucheka 5,000. Hiyo maneno yote nataka from 20 to 30,000. Si ndio? Kwa hivyo wewe rais, panga pesa sawa sawa. Uletee sisi. Kwa sababu hata tulikuchagua bila kutoa chochote. Tena hapa kwetu tuauga jogude kadikona ke. Na ng'ombe ndikakwena ke. Ng'ombe ndikakwena ke. Na iria ndiguo. Sasa tumefungua hoteli hapa. Hii hoteli kai imefunguliwa, tutaifunga December 2026. So ile pesa yote ya madawa kuliko ipelekwa kwa hospitali inaletwa hapa kuhonga watu. Lakini kwa sababu hiyo pesa hata msukula itapelekwa kwa watu wengine, mchukue hiyo pesa mkule. Bora msichanganye na ile yenu. Na msipeleke nyumbani. Ikuliwe kwa soko, iishie hapo. Hata kama bibi unampenda namna gani umwambie akuje sokoni. Hiyo pesa isifike nyumba? Nitakuwa ndio tu. Itigakinyeke. Todo ciata ko ndina mucie niguo. Todo ciena mugiro. Todo mbeca icio nĩ iria ciagĩrĩirwo nĩ kũgũra ndawa mathibitarĩ. Mbeca icio nĩ iria cioragire ciana citu cia Gen Z. Hapa Naivasha tunapoongea leo, watoto 27 wale waliuawa na polisi wako hapa mochari, wamekaa hapa for the last 8 months. Na wote waliletwa na polisi, ndio court order imepeanwa, sasa watolewe waende waziko kwa kaburi ya umma. Hao ni watoto wetu wa Gen Z ambao waliuawa kiholela. Sasa wale wameua hiyo watoto wakikuletea pesa, uchanganye na ile yako, si utapata shida? Lakini pesa msiwache. Mkule. Mtakula? Tau. Mtayari? Tuko tayari. Na mimi niseme nikimalizia, kwa sababu sitaki niseme mambo mingi. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Na tungetaka kuambia mkuu ya majeshi General Kahariri, wewe mtoto wetu wa nyumbani, please. The military is a respected organization in this country because it has conducted itself professionally since independence. And it's the only institution that the people of Kenya trust. Please, usilete siasa kwa mambo ya majeshi. Majeshi kazi yao ni kulinda Kenya from external enemies. And that is the work of the military. So wewe usiingizwe kwa mambo ya siasa ya William Ruto. Hata ukijaribu kusaidia William Ruto, pahali mambo yake imefika saa hii general, uweze msaidia. Hawa wananchi wamewachana na yeye. Mmewachana na yeye ama bado? There is no way you can help him. So tunauliza general, please let the military remain a professional outfit, because it is the only institution that the people of Kenya trust. So don't bring politics into the military. And for your information, hiyo Ruto must go, si kusema ati atolewe ofisi kinyume ya sheria. No. Watu is a clarion call in preparation for the general election. Ruto atatolewa kikatiba na uchaguzi wa 2027. In a democratic and constitutional process. So General, I'd like to correct you. That call of Ruto must go is just a preparation, ni rehearsal. Watu wanafanya kujikubu. So don't tell us that it's unconstitutional. No. Nobody is saying William Ruto atolewe kwa kiti outside the law. Itafanyika
tariki 10 mwezi wa 8 2027 in a democratic and constitutional election. So General, tafadhali enda kwa barracks, linda Kenya. Wacha mambo mingi. Wachana na siasa. Hii siasa ni ngumu General, itakuchoma. Wachana naye. Wacha rais ajiulize kwa nini Wakenya wamemwacha. Ajiite kama mkutano kidogo ajiulize, mbona hii watu ya Naivasha walinipenda, wameniwacha. Si mlipenda yeye? Mlimpigia kura, mkumpigia? Mmewachana na yeye, hamjawachana? Mmetoka UDA, hamjatoka? Sasa ajiite mkutano ajiulize, where did I go wrong? Na akiwa honest to himself, ni kwamba alituahidi atatuweka pesa kwa mfuko. Akarudi ile kidogo tulikuwa naye kwa mfuko, akafanya nini? Si ni makosa yake hiyo? Akiambiwa anakasirika. Anasema tuko na mapepo. Alisema atajenga mabarabara, amekuja ameahidi. Amefanya hajafanya? Sasa ajiulize, hawa watu ya Nakuru walimchagua. Sasa anakimbia kila pahali akiwa na kina Raila, anaita hawa wa kabila. Siku walimchagua, walijua yeye si mmoja yao. Kwa nini unawatukana? So rais, ujiite kama mkutano, ujiulize ni wapi ulipotea. Lakini hata ukipiga kelele, hata ukifanya nini, mambo ya hii watu, and I told you kabla tuachane, nikakwambia betrayal has no remedy in his region.